Muonyesha shetani ni kama simba angurumaye, ambaye kila wakati anatafuta mtu wa kumeza. Kabla haja kumeza lazima akuwekee mtego kabisa. Adui wa maisha yako wa kwanza kabisa ni shetani. Anaingia ndani ya mtu, ndipo mtu anakuwa adui wa mtu. Shetani hajawahi kufanya kazi yeye kama yeye. Hajawahi kushuka na mapembe yake. Hajawahi kushuka akashuka na mapepo yake hivi mapepo yako duniani. Shetani anaingia ndani ya mtu, alafu mtu ndo anageuka kuwa adui. Ukimtoa shetani ndani ya mtu, mtu sio adui. Mtu ni mtu mzuri kabisa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usiku wa leo tutashughulika na adui wa kwanza ambaye ni shetani, anayeingia ndani ya mtu na kuyaoperate maisha ya mtu, na mtu kukufanyia ubaya na mtu kukutega kukuwazia mabaya. Nani anaanza kunielewa? Nani anaanza kunielewa? Ukisikia mtu anasema mama yule ni mchawi, kama asingekuwa shetani yule mama asingekuwa na uchawi. Sababu roho ya kichawi inatoka kwa shetani. Mtu akivua roho ya kichawi automatically hawezi kufanya jambo lolote. Ukiona umelogwa na ukamjua aliyekuloga, aliyekuloga ana shida, bali ni yule anayemoperate aliyekuloga. Usiku wa leo tutadili na yule ambaye anaoperate mtu akaloga. Hatutadili na anayeloga. Anayeloga anatumwa tu. Leo ninadili na shetani wa maisha yako, ambaye kila wakati ana remote watu waje wakufanyie mabaya, waje wakutegea mitego. Tukimpiga yeye, hata hao vibaraka vyake havitakuwa na nguvu, havitakuwa na kazi ya kuyashika maisha yako. Hebu sema kila shetani. Sema kwa sauti, sema kila shetani. Au penyi, kwa sababu yupo shetani wako sehemu ambaye anamoperate mtu sehemu. Kwa hiyo unajikuta kila ukitaka kupiga hatua umenaswa kwenye mtego. Mtego wa umasikini, mtego wa magonjwa, mtego wa mahusiano. Yani kila mahali shetani amekuwekea mitego. Unatoboaje? Unapata mahusiano, kumbe mahusiano hayo ni mtego. Unapata kazi, kumbe kazi hiyo ni mtego. Kila ambacho shetani anakileta kwenye maisha ya mtu amekiwekea mtego. Kama hauna macho ya roho, ni ngumu sana kujua mtego ambao shetani amekuwekea. Kabisa. Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Anguko la mwanadamu kwenye bustani ya Eden lililetwa na shetani. Lakini shetani alikuja kwa sura ya joka. Amevaa mwili, amemwingia joka, alafu akaenda kuzungumza. Mwanadamu alipomtazama alikuwa anaona joka, lakini kumbe ndani ya joka alikuwa sio joka, ni shetani. Nataka niseme na mtu aliyesikia, anayetumwa kwenye maisha yako kukuharibu, kukufanya ufirisike, kukufanya uhangaike, kukufanya uteketee, anakuja amevaa sura au mwili wa kiumbe fulani, lakini ndani yake ni shetani. Amina. Unasema mbona kama kila anayenishauri naangukia pua? Nataka nikwambie my friend, wanaokuja kukushauri wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani mwao ni mashetani kabisa. Ninamwomba Bwana wa majeshi akupe macho ya kujua huyu ninayeongea naye ni nani. Amina. Si kila tunayeongea nao baba, si kila unayezungumza naye, si kila anayekushauri ni mtu mzuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Okay, ngoja niweke vizuri. Hakuna mtu mbaya, kwa sababu Mungu hajaumba mtu mbaya. Ila mtu anapoingiwa na roho chafu anakuwa mbaya. Atakaporuhusu nafasi ya roho. Ndio maana wanadamu nasema hivi, ni heri ukutane na simba porini kuliko kukutana mwanadamu aliyepagawa roho chafu kabisa. Mwanadamu aliyepagawa roho mchafu anaweza kukufanyia jambo lolote. Na ndio maana leo unaona mwanadamu anaweza kuua mtu na kwenye amri 10 za Mungu, amri kuu ambayo Mungu naye ameiweka sasa, usiue. Aliona kwamba kuna mtu anaweza akavamiwa na roho chafu, akamuonea mwenzake usuda, akamuonea mwenzake wivu, kama vile Kaini na mwenzake wakiwa kwenye bustani. Mwenzake ametoa
sadaka nzuri ya kwake ikapokelewa, halafu mwenzake ya kwake haijapokelewa, mwenzake akamwonea nini? Wivu. Roho ya shetani au roho mbaya ikamwingia. Kwa nini huyu amepata kibali? Ndio. Kwa nini huyu amepata kibali? Wako watu wana hasira na wewe, wanasema kwa nini huyu amepata kazi? Kwa nini huyu anapata kibali mbele za watu? Kwa nini yeye ndo anaonekana? So roho ile mbaya inapomwingia mtu inapelekea mtu kuingia kwenye hatari kama hauko vizuri na Bwana. Na ndio maana tunasema tunapokutana hapa kanisani tunaanza kufyatua kila makombora na mitego ambayo ilikuwa mbele yako pasipo wewe kujua. Na ndio maana watu wa Mungu kama utakaa nyumbani sana bila kuja kanisani utakuja kujikuta kiroho chako umeshakufa. Alafu jambo la pili, kila mtego uliotegwa kwenye maisha yako umeshakunasa tayari. Amina kabisa. Bwana asifiwe sana. Alafu mtego ukisha kunasa unafika mahali ule mtego unauzoea, unabaki kwenye kile kifungo vile kwa sababu tayari umeshaona ni normal life. Lakini nataka nikufundishe kitu, nikwambie ya kwamba kwenye maisha haya hautaweza kuwa mtu fulani bila kuvuka na kutegua mitego ya adui kabisa. Kila sehemu unapoenda ipo mitego. Kama kuna safari unaelekea, ujue shetani hata kukuwekea mitego kabisa. Kama kuna maono unayo, kama kuna mipango unayo, ujue ndani ya mipango yako uliopanga, naye shetani amepanga mitego yake ya kukuzuia wewe. Sema nasua. Sema tena kwa sauti, nasua. Watu kama wamelala, sema nasua. Sema tena nasua. Kila mtego ambao nimewekewa, kila mtego, kila unaoniwinda, kila unaniwazia mabaya, waondolewe usiku wa leo kwa jina la Yesu. Sema waondolewe. Sasa usiku wa leo ndio siku yenyewe ya kuhakikisha kila anayekuwazia mabaya, anayekuwekea mitego, aliyevaa sura ya kondoo kumbe ni chui, leo anawekwa peupe. Sema tena peupe. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 6. Kama umefika sukuma kwa sauti haraka. Tuanze tu mstari wa 6 hapo, alafu nikuonyeshe kitu, alafu twende tukaombe. Maandiko yanasemaje? Ikawa siku ya Sabato. Anasema ikawa siku ya Sabato, nyingine aliingia katika sinagogi akaanza kufundisha. Na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia. Msema walikuwa wakimvizia. Hiyo sio sauti. Sema walikuwa wakimvizia. Sema tena kwa sauti, walikuwa wakimvizia. Hivi unajua maana ya kuviziwa? Yaani mtu yuko nyuma yako tu kama fisi. Anasubiri uingie kwenye 18 yake. Kwenye maisha haya tunayoishi leo tunaviziana kabisa. Wako watu wanakuvizia wewe mchana usiku. Lakini mbaya hawajui kwa sababu ukifuatilia hawa wanaomvizia Yesu ni Mafarisayo, ni wakuu wa dini, ni viongozi ambao usingewazania. Anayekuvizia wewe, anayetaka uharibikiwe, ukija kujua ndiye utasema si, kwa sababu ukimtazama hauwezi kuamini kwamba huyu ndiye anayetaka mimi nianguke. Huyu ndiye anayetaka mimi niaibike kabisa. Huyu ndiye anayetaka mimi nife. Huyu ndiye anayenisema vibaya. Hauwezi kuamini kwa sababu kila siku uko naye. Kila siku unasema naye, unaongea naye, lakini kumbe yeye anakuvizia. Amina. Mwambie mwenzako unaelewa unaviziwa. Unajua unaviziwa. Ukijua unaviziwa unafanyaje? Unastuka. Unakaa kwa machari. Ndio, kama swala. Mwambie mwenzako unaviziwa. Shetani anavizia watu wa Mungu kila siku. Kwanza kabisa anakivizia kiroho chako. Anataka kukupooza uwe wa kawaida. Usione umuhimu wa kusali. Usione umuhimu wa kuja kanisani. Usione umuhimu wa ibada. Akifanikiwa kukivizia kiroho chako kwenye eneo hilo, anakufanya unakuwa mtu wa kawaida.